Hello mwana michezo popote ulipo, karibu kwenye Goal Tanzania. Kama hii ndio mara ya kwanza kutufuatilia, basi ni kuombe ufanye kitendo cha kusubscribe YouTube channel hii ili moja kwa moja uwe wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote za kimichezo ambazo zinakuwa zimejiri ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na taarifa kubwa ya kimichezo kwa sasa ni kuhusiana na mkutano wa wanahabari na Young Africans, ambapo mkutano huo unafanyika siku hii ya leo majira ya saa 5 kamili za asubuhi. Kwenye mkutano huo wana michezo wengi wanatamani kufahamu ni nini haswa ambacho kinakwenda kuongelewa na wananchi chini ya msemaji wao Ali Kamwe. Sasa wadau wengi wa soka na wafuatiliaji wa mpira kiujumla wana shauku ya kufahamu na kujua ni nini ambacho kinakwenda kujadiliwa leo katika mkutano huo wa waandishi wa habari ambao umeitishwa na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC Premier League na wazungumzia Young Africans. Siku ya tarehe 27 Machi mwaka huu wa 2025 pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kulikuwa na kikao baina ya baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi na baadhi ya viongozi wa Young Africans na viongozi wa Simba, pia hata waziri naye alikuwepo katika mkutano huo, ambapo ulifanyika siku ya jana kwa kwenda kutafuta baadhi ya suluhu za mchezo wa Kariakoo Derby ambao uliahirishwa siku ya tarehe 8 ya mwezi huu wa 3 ya mwaka wa 2025. Sasa katika mkutano huu yote inawezekana kwa jumla, kwa sababu siku ya jana Young Africans wametoka kwenye kikao na siku hii ya leo Young Africans wameitisha mkutano na wanahabari. Kwa hiyo hapo kutakuwa kidogo kuna jambo kubwa. Yawezekana labda uongozi wa Young Africans wamekaa chini kwa pamoja na wameshauriana kuhusiana na ni ipi suluhu hasa ya hii mechi ya Kariakoo Derby ambayo iliahirishwa siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 ya mwaka wa 2025 kwa sintofahamu ambayo ilitokea, ambapo siku ya tarehe 7 tunafahamu nini kilitokea kwa Simba Sport Club kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Mkapa kwenda kufanya mazoezi. Na mara baada ya hapo Simba Sport Club akatoa taarifa ya kwamba yeye hatatokea siku ya tarehe 8, na Young Africans kesho yake akatangaza mechi ipo asubuhi, lakini mara baada ya mechi kuahirishwa Young Africans naye akatoa taarifa ya kusema kwamba na mimi pia sitajihusisha na mchezo huo hata kama utapangwa tarehe ngapi. Na hapa kumekuwa na uvumi kumekuwa na uvumi ukisema ya kwamba Young Africans wamepeleka kesi huko CAS kwenda kutafuta suluhu, kwa sababu Young Africans wanaonekana wao kuwa hawana makosa, bali mwenye makosa ni Simba Sport Club ambaye aliahirisha ama aligoma kucheza mechi ya ligi kuu ya NBC Premier League ambayo ilikuwa imepangwa na bodi ya ligi. Pia Young Africans walifika mbali na wakatoa taarifa ya kwamba hawana imani na bodi ya ligi kuu ya hapa nchini Tanzania. Sasa inasemekana Young Africans walipeleka kesi yao huko CAS kwenda kutafuta suluhu. Turudi katika mkutano wa waandishi wa habari wa leo wa Young Africans, na wale wengi wa soka wanatabiria kwamba huenda kunako kikosi cha Young Africans mambo yanaweza kuwa mazuri, na maanisha kwamba labda huenda Young Africans wameamua kumaliza ama kuamua hili jambo liishe na kuacha sasa bodi ya ligi wapange tarehe ya mechi rasmi tena, ambapo watakwenda kucheza dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sport Club. Kwa sababu ukitazama ama ukiangalia ni mashabiki wengi sana ambao walikuwa wamenunua tiketi, na ni mashabiki wengi walikuwa wametoka zao nje za nchi huko, wamekuja Tanzania, wengine wamesafiri kutoka mikoa ya mbali kuja hapa Dar es Salaam kuja kutazama mchezo huo ambao ulikuja ukaahirishwa. Kama itakuwa ni hivi, basi itakuwa ni taarifa njema kwa wadau wa soka na wafuatiliaji wa mpira, hususan mashabiki wa timu hizi mbili za Simba pamoja na Yanga.
Umeona? Yani kama Young Africans wataamua kulimaliza hili jambo liishe na kuacha bodi ya ligi wapange tarehe, basi litakuwa ni jambo moja fantastic sana yani. Umeona? Siku ya kesho ya tarehe 29 ya mwezi huu wa 3 ya mwaka wa 2025, Young Africans watakuwepo katika uwanja wao wa nyumbani wa KMC Complex kucheza mchezo wao wa kimashindano wa michuano ya FA Cup ambayo inafahamika kwa jina la CRDB Bank Federation Cup, kucheza dhidi ya timu ya Songea United katika hatua ya 16, na mshindi hapo basi moja kwa moja atasonga kwenda katika hatua ya robo finali ya michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup, ambapo tayari Simba Sport Club mtani wake Young Africans amekwisha kutangulia mara baada ya siku ya tarehe 27 kumchapa Big Man FC kipigo cha mabao 2-1. Sasa hivyo ndivyo jinsi hali ilivyokuwa. Kama Young Africans kesho kishinda, basi moja kwa moja atakwenda kuungana na Simba Sport Club na timu nyinginezo ambazo zimefuzu kwenda hatua ya 8 bora ya michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup. Na kama unavyofahamu, Young Africans ndio mabingwa watetezi wa kombe hili la FA Cup, ambapo wamelichukua takriban misimu 3 mfululizo, na msimu huu wanalitafuta la 4 kama kifanikiwa kulitetea. Sasa hivi wale wapinzani wakubwa waliobaki katika mchezo hii ambao chitangulia katika robo finali ni Simba Sport Club, ambapo huyo kidogo ndio atakuwa kimpa wasiwasi Young Africans. Huku kuna Tabora United inacheza leo na timu nyinginezo zinacheza leo katika kutafuta kusonga hatua ya 8 bora. Ila kubwa zaidi ni kuhusiana na huu mkutano wa waandishi wa habari wa leo ambao umeitishwa na Young Africans. Ni nini ambacho kinakwenda kujadiliwa? Tutaendelea kusogezea updates kuhusiana na mkutano huo, nini ambacho kitakwenda kujadiliwa leo.